Nephritic syndromes. Actual nephritic ni inflammations of nephron. It means nephron. IC ina maana ni inflammation. So nephritic inflammation of nephron. Symptoms is the collection of the symptoms and signs. So nephritic syndromes, inflammation of a nephron, which present with a different sign and symptoms. Sasa nephritic syndromes imekuwa characterized by different signs na symptoms, ambazo sababu kubwa ni kuna kuwepo na glomerular damage. Sasa hizo sifa ni tuna hematuриas, ambazo ni presence of blood in a urine, ambayo utaiona kama tea colored or color colored. Sasa ukifanya, yani ina maana katika mkojo wa mgonjwa wako ukiangalia, ina maana utapresent ambao utakuwa ni rangi ya hiyo kama Coca-Cola au unaweza kusema tea colored. Vile vile tuna pyurias, ambao hii inasababishwa na zile due to white blood cell leak katika urine. Vile vile tuna water retentions, ambao kunakuwa na reduced kidney function and sodium retention. Hypertensions, ambao ni high BP as a result of salty and water retention. Kwa hiyo kunapokuwa hapo na salty and water retention, na maana inaweza kupelekea hypertension. Vile vile ana present na edema, ambao atakuwa na swelling katika face, katika legs au katika abdomen, na yote as a result of fluid retention. Kwa hiyo nephritic syndromes ni inflammation katika nephron, ambao anaweza ikapresent katika different symptoms and signs, lakini imekuwa characterized by hematuриas, pyuria, water retention, hypertension and edema. Yes, glomerular filtration barrier. So leo tutaangalia of course the working mechanism ya nephrons. Sasa tutaona mpaka ni namna gani nephritic syndromes ambavyo vinaweza vikatokea. Sasa as we know, our blood travel through afferent arterioles na kuja inapita katika hapa, ambapo katika hii area ambayo inakuwa termed as glomerulus, then inaishia katika efferent, inaendelea kucirculate. Sasa panapotokea damage katika hii part, especially katika hizi glomerular filtration barriers ambazo zipo katika hii point, ndo tunaweza mtu aka present na nephritic syndromes au nephrotic syndromes. Sasa one of the layer ambazo zipo associated katika hili eneo, tuna layer 3. Sasa moja ya layer, tuna layer ambayo ipo on between katika hii blood vessel ambayo inatengeneza hizo capillary. Layer hii inaitwa fenestrated capillaries. Then tuna hii ya njano ambayo yenyewe ndio glomerular basement membrane, au kwa jina lingine wanatem kama GBM. Then tuna hizi last layer ambayo inatengenezwa na podocytes. Of course unaweza kaita inaitwa podocytes. Umeona? Sasa hizi layer zote tatu, ambao fenestrated capillary, GBM and podocyte, aim kwa ajili ya zina prevent of course leakage ya hizi red blood cell, white blood cell, protein and so on. Sasa kunapotokea na hizo damage, ndo mtu anaweza ka present na nephritic syndrome au nephrotic syndrome. Sasa katika nephritic syndromes ambao ndo tutaona, ina maana kuna kuwepo na destruction katika glomerular basement membranes. I think you get the point. Now kama ambavyo tulivyoona hizo membrane, sasa
kunapotokea na destruction ya glomerular basement membrane, ina maana ndo tunapata nephritic syndrome. Sasa kunakuwa na loss of red blood cells ambao ndo inajulikana kama hematuria, then kunakuwa na leakage ya white blood cell ambao ndo pyuria, then na last kuna kuwepo na protein ambayo inaitwa proteinuria. Sasa kitu cha kunoti hapa ni kwamba katika nephritic inakuwa kiwango cha proteins kinakuwa ni kidogo compared na nephrotic syndromes, kwa sababu katika nephrotic ambao tuta discuss on next sessions, yenyewe kinachotokea ni kwamba kunakuwa na destruction katika podocytes. Sasa destruction katika podocyte ina maana ina allow excessive loss of proteins. Sasa tafsiri yake ina maana mtu anaweza kupresent na proteinuria greater than 3.5 gram per day, lakini katika nephritic syndromes ina maana ni less than 3.5 gram per day. Sasa mtu zidi anavyoendelea, kumbuka kwamba ina maana ame lose hizo RBC, white blood cell na proteins. Sasa zinakuja inflammation katika hii Bowman space, kwa termed kama Bowman space. Sasa kunapotokea na inflammation, ina maana kunaanza kutokewa na hizi cytokines, fibrosis na epithelial proliferation. Sasa kunapotokea na epithelial proliferation, ina maana hapa kunaanza kufanyaje? Kujiziba. Sasa kunapojiziba, tafsiri yake ni nini? Do you think kwamba ina maana ile filtration ya blood itakuwa good? Hapana. Kwa hiyo kunaanza kutokea na yani, ina maana kunaanza kutokea na hizo fluid retentions, tunaweza present na hypertension and so on. Sasa condition hii inapotokea, ina maana mtu ndo anaanza kwenda kwenye severe, maana anaenda kwenye severe disease ambao ndo anaweza kupata hata hizo renal failure, au condition inaitwa rapid progressive glomerular nephritis. Condition ni rapid progressive glomerular nephritis. Sasa unapotokea na hivyo, na maana accumulation za fluid katika blood, na maana kuna kuwepo na hizo burn na creatinine ambazo na hiyo uremia ambazo in general zinaitwa kama azotemia. Then kunakuwa na high blood pressure ambao tunatem kama hypertension, and sodium na water retention, na zenyewe zinaweza zikapelekea akapresent na edema, and last anaweza akapresent na oliguria, anakuwa na low urine of course low urine output. Sasa utatofautisha vipi na nephrotic syndromes? Katika nephrotic syndromes hapa, katika swala zima, of course yule anakuwa na massive loss of proteins, ina maana ana present na severe edema, lakini inakuwa not associated with sodium and water of course retention. Sababu kubwa ni kwa sababu ya lack of proteins. Vile vile anakuwa na aweza ka present na hypertension kwa sababu actually hana hizo of course anakuwa na low hypertension kwa sababu ana fluid retentions and so on. Kwa hiyo things to note katika nephritis, ina maana kwamba tumeona kutakuwa na leakage of RBC, hematuria, WBC, white blood cell, pyuria, then ana proteinuria but less than 3.5 gram per day. Vile vile kunapotokea na hizo cytokines, fibrosis and epithelial proliferation, ina maana anaweza kupata renal failure au condition ambayo inaitwa rapid progressive glomerular nephritis. Umeona? Lakini kunapotokea na hivyo, kwa sababu mwisho wa siku blood filtration, unaweza kusema glomerular filtration rate, ina maana ina decrease, ina maana kwamba patient ata present na burn and creatinine katika blood ambayo inaitwa azotemia. Vile vile atakuwa na high blood pressure, hypertension, vile vile sodium and water retention ita present na edema na oliguria.
Causes za nephritic syndromes, ya kwanza kabisa tuna immunoglobulin A nephropathy au wengine wana terms kama Buerger disease. Sasa IgA hizi ni antibody, lakini M kubwa huwa zina protect mucosa surface au tunaweza kusema lining area, kwa mfano katika mouth, katika gut, katika respiratory tract au genital urinary tract. Sasa katika hii nephropathy inamaanisha kwamba ni kidney disease. Kwa hiyo tafsiri ya IgA nephropathy ina maana kwamba ni abnormal form of immune complex ambazo zinakuwa get deposited katika kidney, ambazo at the end zinasababisha nini? Inflammation. Kwa hiyo IgA zinaenda katika kidney, ina maana zina deposit, mwisho wa siku zinapelekea yote inflammation. Sasa uwepo wa inflammation ndo unaweza kupelekea kukaa na destruction ya glomerular basement membrane, mwisho wa siku mtu akapata nephritic yote syndromes. Vile vile ya pili ni acute post-streptococcal glomerulonephritis au wanaweza kaitemu as APGN. Umeona? Of course kwa sababu ya hawa streptococcal na yenyewe anaweza kusababisha inflammation kwenye glomerulonephritis, ina maana kukaa na destruction ya GBM, mwisho wa siku ikapelekea wote, ikapelekea nephritic syndromes. Vile vile tuna hemolytic uremic syndromes. Sasa katika hemolytic uremic syndromes ina maana tafsiri yake ni kwamba inakuwa ina associated na sugar toxin. Mfano unaweza kukatokea na hawa E. coli, Escherichia coli, na maana waka secrete toxin, ambayo toxin mwisho wa siku ikaenda ikadamage yote hizo GBM, at the end mtu aka present na hiyo nephritic syndrome. Nyingine tuna Henoch Schönlein purpura, and last tuna systemic lupus erythematosus au SLE nephritis. Sasa of course almost causes hapa ina maana kwamba hizi ni sababu kubwa ni zinaenda kumpelekea inflammation kwenye GBM, glomerular basement filtration membrane. Sasa kunapotokea na inflammation, mfano katika autoimmune disease, tafsiri yake zina maana zinaenda kudestroy ile membrane. Sasa destruction ya ile membrane ndo inatokea hiyo loss of red blood cell, white blood cell and proteins. Sasa clinical features za nani kama tulivyoona, leakage, mwisho wa siku amepoteza RBC, kapoteza na white blood cell, and last kapoteza proteins. Mwisho wa siku huyu mtu atapresent na hizo hematuria, tukaona atapresent na hypertension, atapresenting na pitching edema, atapresent na oliguria, atapresent na uremic syndromes. Sasa hizi zote ukiangalia na maana sababu nyingine kubwa kuna kuwepo na low glomerular filtration rate, ambao ndio mtu anaweza ka present na hizo oliguria au uremic symptoms. Sasa investigations ambazo atakazofanywa, atafanywa urinalysis. Actually katika urinalysis ina maana utaangalia RBC cast, utaangalia protein ambao ni proteinuриas, ambao last utaangalia elevation of white blood cell count. Vile vile utamfanyia FBP ambao utaangalia, roll out anemias, unafanya na serum creatinine and urea. Management ya nephritic syndrome, tuna supportive therapies ambao utampa hizo low diet, sodium diet, then utafanyia water restriction. Actually low sodium diet ni kwa ajili ya hiyo kuprevent, kwa sababu tayari ashakuwa na sodium and water retentions, na maana unapomwongezea sodium mwisho wa siku
unakuwa unaongeza retention ya hizo water. Vile water restriction ndio hivyo kwamba mwisho siku huyu mtu hawezi kuurinate. Sasa unapomwongezea na maana unazidi kuongeza high blood pressure. And so medical therapy na maana utampa SCIs or ARB, of course antihypertensives. Vile vile utampa diuretics kwa ajili ya hiyo edema. Vile vile utafanya renal replacement therapy. Kwa hiyo in case kama tayari asha undergo renal failures, na maana filtration kama haiwezi katokea, ina maana anaweza akaanza kufanyiwa na dialysis.